Wakorintho sura ile ya 3 mstari ule wa 16, Biblia inasema hivi: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwa hiyo Roho atakaa kwenye mwili wangu, sio nabii, sio mtume. Mtume hawezi kukaa kwenye mwili, ndani ya mwili wangu. Nabii hawezi kukaa ndani ya mwili wangu. Nabii anaonekana kwa macho na Roho hataonekana. Nabii huyu anaishi milele, nabii hawezi kuishi milele, lakini Roho anaishi milele. Kwa hiyo kuna sifa hizo tatu za huyo msaidizi ambaye Yesu anamtuma kwetu kwa jina la Yesu. Sifa ya kwanza, anaishi milele. Sifa ya pili, haonekani kwa macho ya nyama. Sifa ya tatu, anakaa ndani ya waamini, kama hapa kama Wakorintho wanavyotuambia 3:16 kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuangalie tena kitabu hiki cha Wakorintho, kama tutakuwa nakumbuka vizuri, sura ya 6 ya 19 inasema hivi. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 6 ya 19 inasema, hao hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Hilo ni swali anauliza. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? 20, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Anasema huu mwili huo sio wa kwako. Huo mwili ni mali ya Yesu, na Roho wa Mungu anakaa humo ndani ya huo mwili. Kwa hiyo ahadi ya msaidizi ambayo Yesu anaitoa ni Roho wa kweli atakayekaa ndani ya waamini, ndani ya miili ya watakatifu wake. Huyo ndio Roho, hiyo ndio ahadi ya Roho aliyotoa Yesu kwa waamini. Ahadi hii ni kwa watu wote wanaomwamini. Kipawa cha Roho Mtakatifu, kipawa cha Roho Mtakatifu ni yule Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye kila Mkristo hupewa akae ndani yake, kama tulivyotangulia kusoma. Kwa hiyo ahadi ni kwa watu wote. Kila Mkristo hupewa kipawa cha Roho Mtakatifu, yani Roho mwenyewe. Maandiko yasema katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 38 na 39. Hii tumeisoma mara nyingi, lakini si mbaya kuirudia. Inawezekana umeisikia sana aya hii, lakini kuirudia ni muhimu zaidi, ili uweze kukaa vizuri katika akili zetu na tuweze kuzitafakari aya zake na kuzifanyia kazi. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 38 na 39 inasema hivi: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Naomba nirudie 2:38-39 Matendo ya Mitume. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hiyo ahadi hii ni kwa watu wote